ni kwa neema ya Mungu tu na kwa njia ya imani. Haleluya! Ukisoma Yohana 3:16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya! Kwa hivyo siri ni kumwamini Yesu tu. Ukimwamini Yesu siku ya leo, uzima wa milele ni sehemu yako. Haleluya! Tutapeana tu vipengele 10 kwa nini wewe uokoke leo. Haleluya! Leo lazima watu waokoke hapo Machakasi. Kijana, wewe lazima uokoke. Iwe Yesu anakupenda, uache maisha hayo unayoyaishi. Haleluya! Tasoma Warumi 3:23 Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa nini wewe uokoke? Sababu ya kwanza, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Tusoma Yohana 1:9 pia inasema, Mungu husamehe na kutubu ukitubu. Haleluya. Bwana asifiwe. So sababu ya kwanza kwa nini uokoke, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Yaani wewe bila kumpokea Yesu, wewe unahesabiwa kama mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Na ukitubu dhambi zako na kuziungama, Mungu atakurehemu. Haleluya. Kuna mtu ananipigia simu hapa. Bwana asifiwe. Sababu ya pili, unahitaji kupokea upendo wa Mungu. Ukisoma Warumi 5:8 Biblia inasema, Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa bado wenye dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. So unahitaji kupokea upendo wa Mungu. Ili upate upendo wa Mungu, lazima umpokee Kristo aliyekufa kwa ajili yako na utubu dhambi zako. Haleluya. Bwana asifiwe. Wale mwanzo tumesema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hivyo wewe umependwa na Mungu. Mwambie jirani yako, umependwa na Mungu. Haleluya. Ili upokee huo upendo wa Mungu halisi, ni lazima upokee Yesu siku ya leo. Haleluya. Sababu ya tatu kwa nini umpokee Yesu, kwa sababu unahitaji kuwa na maisha mapya. Bwana asifiwe. Hayo maisha unayoishi sio maisha yako. Maisha ya kulewa, maisha ya wanawake, maisha ya pombe, maisha ya anasa sio maisha yako. Bwana asifiwe. Soma Wakorintho wa pili mlango wa 5:17 Biblia inasema, aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Ili wewe uwe kiumbe kipya, lazima umpokee Yesu. Bwana asifiwe. Tasema amen leo. Bwana asifiwe. Sababu ya tatu tunamaliza tu. Sababu ya 4, unahitaji kuwa na amani ya kweli moyoni mwako. Bwana asifiwe. Wewe umejaribu kutafuta amani kwa pombe, umejaribu kutafuta amani kwa anasa, umejaribu kutafuta amani kwa wanawake, umejaribu kutafuta amani kwa vitu vyako ambavyo vipendezi Mungu, kwa waganga. Bwana asifiwe. Nakuja kukwambia kwamba amani ya kweli iko kwa Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama Filipi 4:7 Biblia inasema, amani ya Mungu ilindayo mioyo yetu. Bwana asifiwe. So amani ya Mungu peke yake ndio italinda huo moyo wako, usipate heartbreak. Bwana asifiwe. Hata mambo yakitendeka vitu kwenye uchumi, ukipanda kwa maisha, baada hautasikia kuumia. Bwana asifiwe. Hata uachwe na mumeo na mpenzio, Bwana asifiwe, bado utakuwa sawa. Bwana asifiwe, kwa sababu tayari uko na amani ya Mungu. Haleluya. Itakayokulinda moyo wako. Bwana asifiwe. So ukiokoka ndio utapata hiyo amani. Amani ya kweli iko kwa Yesu. Haleluya. Sababu ya 5, unahitaji kupata uzima wa milele. Kwa nini wewe uokoke? Unahitaji kupata uzima wa milele. Haleluya. Kama Warumi 6:23 Biblia inasema, zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Bwana asifiwe. Sasa wewe bila Yesu hauna uzima wa milele. Mwambie jirani yako, bila Yesu wewe ni bure. Bila
bila Yesu wewe ni jehanamu. Haleluya. So zawadi ya Mungu ni uzima wa milele, na uzima wa milele utaupokea wakati utampokea Yesu. Haleluya. Sababu ya sita kwa nini uokoke. Unahitaji uokoke ili uepuke hukumu ya milele. Bwana asifiwe. Kuna hukumu ya milele baada ya kifo, yaani kuna mwisho. Bwana asifiwe. Haleluya. Ufunuo 20:15 Biblia inasema wasiopatikana katika kitabu cha uzima kupata hukumu. Bwana asifiwe. Unahitaji jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Haleluya. Ili usipate hukumu ya moto. Bwana asifiwe. Kuna moto wa milele ndugu zangu. Kuna moto wa milele baada ya kufa. Bwana asifiwe. Mwili wako nafsi yako ikitekamana na mwili, kuna moto wa milele na pia kuna uzima kama ulimchagua Yesu. Haleluya. Na karibu kumaliza, bado vipengele vitatu. Bwana asifiwe. Kipengele cha 7, unahitaji kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa nini uokoke? Unahitaji kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Yakobo 4:8 Biblia inasema karibieni Mungu naye atawakaribia. Bwana asifiwe. So ukiokoka unamkaribia Mungu. Ukimkaribia Mungu naye anakukaribia. Mungu akiwa upande wako, nani atasimama kinyume na wewe? Bwana asifiwe. So siri ni kumkaribia Yesu. Unahitaji kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Haleluya. Kipengele cha 8 niko karibu kumalizia. Kwa nini wewe uokoke? Unahitaji uokoke ili upokee nguvu ya kushinda dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Unahitaji uokoke ili upokee nguvu ya kushinda nini? Dhambi. Bila kuokoka hautawahi kushinda dhambi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajikuta tu umerudi. Unasema leo nakunywa ya mwisho lakini bado warudi huko. Unasema leo nafanya ya mwisho na bado utarudi huko. Bwana asifiwe. Amen. So siri ni kuokoka. Amen. Ukiokoka utapata nguvu ya kushinda nini? Dhambi. Bwana asifiwe. Wafilipi 4:13 Biblia inasema naweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana asifiwe. Unaweza kushinda dhambi kupitia Mungu. Haleluya. Ambaye atakutia nguvu wakati utampokea. Bwana asifiwe. Haleluya. Sababu ya 9 kwa nini wewe uokoke. Unahitaji uokoke ili uwe na kusudi la maisha. Bwana asifiwe. Kuna watu wanaishi hawajui kwa nini wanaishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili ujue kwa nini unaishi lazima ujue kusudi lako la maisha. Haleluya. Yeremia 29:11 Biblia inasema Mungu ana mipango mema juu ya maisha. Haleluya. Amen. So ili ujue mipango ya Mungu lazima uokoke. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako lazima uokoke leo. Haleluya. Sababu ya 10 kwa nini uokoke. Unahitaji uokoke ili uwe mrithi wa ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Warumi 8:17 Biblia inasema sisi ni warithi pamoja na nani? Haleluya. So bila kuokoka wewe sio mrithi. Unahitaji kurithi vitu vya Mungu. Wewe unahitaji kurithi vitu vya Mungu. Basi okoka leo. Haleluya. Namalizia kwa kusema wokovu ni hatua muhimu sana katika maisha yako. Leo unaweza kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Ukifungua moyo wako, utubu dhambi zako na uanze maisha mapya ndani ya Yesu. Haleluya. Warumi 10:9 Biblia inasema ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini kwa moyo wako. Hebu mwambie jirani yako, kiri kwa kinywa chako, amini kwa moyo wako kuwa Mungu alifufua Yesu katika wafu, nawe utaokoka. Haleluya. 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 Najua
tayari ushaelewa kwa nini unahitaji kuokoka, nitamkaribisha Pastor Catherine aje atamatishe na awaalike wale ambao hawajamjua Yesu. Haleluya. Alafu atafunga kwa maombi. Mungu awabariki. Pigia Yesu makofi.